Karibu Dreamworker Family Media katika kipindi chako pendwa cha Inside the Bible Story, mahala ambapo simulizi za kibiblia zinafafanuliwa kwa namna ya kipekee yenye mvuto na ujumbe ugusao moyo. Leo tunakupeleka katika moja ya hadithi ya ajabu na yenye mafundisho makubwa kutoka katika Biblia. Hii ni hadithi ya Nabii Yona. Hapo zamani aliishi nabii mmoja aliyeitwa Yona, mtu wa Mungu, lakini mwenye moyo wa kibinadamu uliojawa hisia, maumivu na mapambano ya ndani. Yona hakuwa mtu asiyemjua Mungu. Kinyume chake, alimjua sana Mungu. Alijua kwamba Mungu ni mwenye rehema, neema na huruma isiyo na mipaka. Siku moja sauti ya Mungu ilimjia kwa mamlaka, ikimwamuru aondoke aende Ninawi, mji mkubwa uliokuwa umejawa uovu, ili akahubiri na kuwaonya watu wa mji huo. Lakini Yona hakupendezwa na wito huo. Ndani ya moyo wake kulikuwa na chuki iliyotokana na ukatili wa watu wa mji wa Ninawi. Wahashuru walikuwa ni maadui wakubwa wa wana wa Israeli. Kwa Yona, watu hawa hawakustahili nafasi ya pili, bali hukumu iliyo kali. Pia Yona alihofia kuwa kama angeweza kuwahubiri watu hawa na wakatubu, Mungu angewasamehe, na hivyo basi yeye angeonekana kama nabii asiye wa haki. Unatazama Inside the Bible Story kutoka Dreamworker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Katikati ya wito wa Mungu na mapenzi yake binafsi, akachagua kukimbia. Akaelekea bandarini haraka, akapanda meli iliyokuwa ikielekea Tarshish, akiamini kuwa angeweza kuikimbia sauti ya Mungu. Lakini safari ilipoanza, bahari iliharibika. Ghafla upepo mkali, mawimbi yakaanza kuipiga meli kwa nguvu, kana kwamba yangeweza kuangamiza kila kitu. Mabaharia walijawa na hofu, wakapiga kelele, wakatupa mizigo yao, kila mmoja akimlilia Mungu wake. Wakati huo Yona alikuwa amelala chini ya meli, kana kwamba hana habari ya hatari iliyokuwa ikiendelea juu ya meli hiyo. Nahodha alipomkuta, alimwamsha kwa mshangao mkubwa, akamwambia aombe Mungu wake. Walipojaribu kujua chanzo cha janga lile kwa kupiga kura zilimwangukia Yona. Ndipo Yona akasimama kwa unyenyekevu, akajitambulisha kwa maneno yenye uzito: mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeifanya bahari na nchi kavu. Kisha akaendelea, akawaambia wazi kuwa anaikimbia sauti ya Mungu. Kwa huzuni na uwazi aliwaambia wamtupe baharini ili dhoruba itulie. Mabaharia walihuzunika kwa kufanya hivyo, lakini waliposhindwa kabisa kupambana na mawimbi yale, walimtupa baharini, na moja kwa moja bahari ikatulia kabisa. Lakini Mungu hakumwacha Yona afe. Alituma samaki mkubwa aliyemmeza. Ndani ya tumbo la samaki, giza totolo, unyevunyevu na kimya kizito. Yona alikaa kwa siku 3, usiku na mchana. Humo ndani ya samaki alihuzunika sana, akajiona mpweke, aliyekataliwa na aliyepoteza mwelekeo. Hakukuwa na nuru, hakukuwa na tumaini, ni yeye na mawazo yake binafsi. Ndipo Yona akaanza kumlilia Mungu kwa maumivu makubwa, akitubu kwa dhati, akitambua makosa yake na kukiri kwamba wokovu hutoka kwa Bwana. Kilio chake kilifika mbinguni, na Mungu akamjibu, akamwamuru samaki yule akamtapika Yona nchi kavu.
Baada ya hapo, Mungu alimpa Yona nafasi ya pili. Safari hii Yona hakukimbia. Alienda Ninawi, mji mkubwa uliojaa watu wengi, kelele na maisha ya kawaida yasiyojua hatari iliyokuwa karibu yao. Yona akaanza kuingia katikati ya mji huo, akitembea barabarani, akipaza sauti kwa ujasiri na mamlaka. Bado siku 40 Ninawi utaangamizwa. Hakupamba maneno, hakuficha ukweli. Ujumbe wake ulikuwa mkali na wa moja kwa moja. Ajabu ni kwamba watu wa Ninawi waliusikia ujumbe huo na mioyo yao ikaguswa. Walianza kufunga, kulia na kujinyenyekeza. Hata mfalme wao alishuka kutoka katika kiti cha enzi, akavua mavazi yake ya kifalme, akakaa majivuni, akauamuru mji ule na watu wote ndani yake kuwa waache njia mbaya na kumrudia Mungu. Mungu alipoona toba yao ya kweli, aliwaonea huruma na akaacha kuwaangamiza. Lakini jambo hili halikumfurahisha Yona. Alikasirika sana. Alitoka nje ya mji na kupamba juu ya mlima. Unatazama Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Lakini jambo hili halikumfurahisha Yona. Alikasirika sana. Alitoka nje ya mji na kupanda juu ya mlima, akajijengea kibanda kidogo na kukaa hapo akitazama Ninawi kutoka juu, akisubiri kuona kama maangamizi yatatokea. Mungu kwa kumfundisha somo aliuotesha mmea uliokuwa haraka na kumpa Yona kivuli, na Yona akafurahi sana kwa faraja hiyo. Lakini siku iliyofuata Mungu alituma funza mdogo aliyekula mmea huo na ukanyauka. Jua kali likachoma kichwa cha Yona, upepo mkali ukampiga, naye akakata tamaa. Ndipo Mungu akamwambia, wewe unahurumia mmea ambao haukuuotesha wala kuutunza. Je, mimi nisihurumie Ninawi, mji wenye watu wengi wasioweza kutofautisha mema na mabaya? Hapo ndipo Yona alielewa kuwa rehema ya Mungu ni kubwa kuliko chuki ya mwanadamu. Na hapo ndipo tunapata ujumbe usemao, hatuwezi kukimbia sauti ya Mungu. Rehema yake ni kwa watu wote, na toba ya kweli inao uwezo wa kubadilisha hatima ya mtu au taifa. Hadithi ya Yona si hadithi ya zamani tu, ni kioo cha maisha yetu ya leo. Asante kwa kutazama kupitia Dreamwalker Family Media, kipindi cha Inside the Bible Story. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kuendelea kupata simulizi zaidi za kuvutia na zenye kujenga roho.